Bosi. Samahani. Ya asubuhi bwana. Salama vipi? Naona umetoka tu hatujaweza kujuana hali. Okay, najua una mambo mengi. Nilikuwa kwanza huko kwenye banda la kuku kule nilikuwa nafanya usafi. Lakini yote kwa yote bwana, bosi wangu kuna changamoto. Unajua siku mbili hizo wateja wanalalamika sana. Yale mayai wanapokuwa nakula wanapata muwasho kwenye bandama. Asa katika tafiti zangu na sayansi zangu na elimu yangu ya sekondari nikagundua kwamba hawa kuku shibe kimezidi. Yaani wanakula mpaka wanapitiliza. Japo nilienda sekondari sijui kusoma wala kuandika na sijui nilifaulu vipi hata mwenyewe sijui. Kimbotwele. Upo serious kweli wewe? Yaani hichi ndio ambacho umenitia, si ndio? Nakuuliza wewe. Hamna shida bosi wangu. Ni mambo tu ya kushauriana na nini, lakini nani hapo hata kabuku mbili tu bosi wangu, unaona nikapata hata chai pale. Mbona unashangaa? Hebu tupishe kwanza. Nenda kaendelee na kazi zako. Kuku amezagaa kule, kumbe upo huko. Toka bana. Na hivi vipi? Si tushamalizana ndani tayari? Mpenzi wangu Mazanza. No. Toa neno mpenzi. Eka Mazanza tu inatosha. Sawa. Mazanza. Naona toka tumepata hizi mali umebadilika sana. Yaani umekuwa sio mwanaume ambaye mimi namjua. Umesahau mpaka majukumu yako. Kwa nini lakini walifanyia hivi? Nimekosea wapi mimi kwenye hii dunia? Nimechekwa sana na majirani kipindi tunatafuta hizi mali. Nimekubali kushindia miogo asubuhi, mchana, jioni. Umesahau Mazanza? Lakini muda wote ulikuwa upande wangu na ukinifariji na kunipa maneno mazuri, na bado nilikaza na kuwa na amani kwamba iko siku moja nitakuja kuishi kwa furaha. Ni wewe uliniahidi kwamba baada ya mafanikio yetu utanivesha mimi pete ili tuje kuoana. Leo hii unaniona mimi sina akili, unaona mimi sina maana kwenye maisha yako. Nakuomba Mazanza, niko chini ya miguu yako, kumbuka hata kidogo. Kumbe ulikuwa unaongea? Umeongea maneno mengi sana mpaka mengine nimeyasahau. Alafu nataka nikwambie kitu kimoja. Heshimu sana muda ambao nimekupa. Kwa sababu mimi naheshimu sana muda. Maana tangia ulianza kuongea mpaka hapo ulipofikia hakuna cha maana ulichozungumza. Alafu na kingine, tatizo lako unapenda kuforce kwamba chumvi iweze kunoga kwenye chai na sukari iweze kunoga kwenye mboga. Kitu ambacho hakiwezekani. Yaani wewe unaforce kuwa na mimi. Alafu ukiangalia hazi yako jinsi ulivyo, alafu kinaangalia na mimi. Ni vitu viwili tofauti. Hatufanani. Umepoteza mvuto. Na kuchukua na kupeleka wapi? Kabisa naenda kujisifu kwamba eti na mwanamke. Kwa marafiki zangu, wewe mwanamke yenyewe ndio wewe. Kweli? Siwezi nikaifuata hiyo aibu hata siku moja. Si umenielewa? Majani yangu mama ni ya angani. Nakula majani kama ya twiga. Sili majani ya chini. Na kingine, kuhusu swala la ndoa limekufa. Mimi na wewe hakuna ndoa. Acha ngatafuta watu ambao naweza kuendana nao, lakini sio wewe. Mazanza. Mazanza. Kwa hiyo ndugu yangu umeniambia kwamba kiwanja kinaanzia wapi? Kinaanzia kule mlimani mpaka Majarubani kule Mkoroshoni kule mpaka Minazini kule.
kinakuja tena kinapiga kona kule. Hilo lote ni eneo ambalo linauzwa. Lakini sasa ndugu yangu, unajua mimi eneo nimeliona na ni zuri sana. Lakini naomba kidogo nifanyie tahfifu ya bei. Unajua milioni 60 ni kubwa sana. Ndugu yangu nikwambie kitu. Hilo eneo mimi mwenyewe nafukuzia laki 2 zimenitoa jasho. Na wewe ni ndugu yangu, lazima nikwambie ukweli. Kumbe makelele yote hapa ndugu yangu napambania laki 2. Ndugu yangu, dai inaniendesha. Basi haina shida. Maanake kununua mimi hapa kwangu ndio wewe kula kwako. Kwa hiyo mimi haina shida. Mimi kesho nafikiri nitamaliza kila kitu. Nitakichukua hichi kiwanja hichi. Tashukuru sana kwa sababu hiki kiwanja kimenitoa jasho mno. Nikasema nikucheki wewe ndugu yangu. Kwa sababu sasa hivi uko kwenye mfumo. Nikimaanisha mfumo sasamba. Lakini nataka unisaidie kitu kimoja. Nitakapolinunua ile eneo hili naomba nitafutie vijana wa kazi sana. Wakulima, maana nataka neki mradi wa haraka sana. Nisitaki kuchelewa. Ndugu yangu, kwa hilo usiwaze. Ondoa shaka kabisa. Nina vijana wangu kutoka Mtwara. Kuna Toro, kuna mwingine Chewa. Wale ukiwapa heka wanailima kwa siku hii moja. Kama amefungiwa mota nyuma. Basi sawa ndugu yangu. Nisaidie hilo swala hilo. Lakini ndugu yangu, wewe tumesoma wote. Na maisha hapa mimi ananichanganya akili. Kila mchongo na useti hausetiki. Nataka kunipe siri ya mafanikio yako. Wewe ndugu yangu wewe. Unajua utajiri au mafanikio yana siri kubwa sana. Lakini kwa kuwa ni ndugu yangu, mimi nitakupa hiyo siri. Kuna ustadhi anaitwa Absaid. Huyo ni mwisho matatizo. Na hiyo ustadhi Absaid anapatikana wapi? Una haraka kama unaoga nje. Huyo ustadhi Absaid anapatikana Bagamoyo. Nafikiri kesho kutwa nitakupeleka. Kwa hiyo maisha yangu anabadilika. Kila kitu kinabadilika. Tashukuru ndugu yangu kwa sababu paka ndevu zangu zimechakaa, hazina matunzo, yani mjini nazalilika. Basi ndugu yangu, ukianza kuongea umaliza game tondo. Eti show. Kwani sasa hivi una shida gani shoga yangu? Maana ulivyokuwa sasa hivi ni tofauti na zamani. Yaani sasa hivi kila nikija kwako wewe sio mtu wa kuongea, ni mtu wa kulia, mtu wa majonzi, yaani mtu wa huzuni kila muda. Shida nini mama? Hem, niambie. Wewe acha tu shoga yangu. Napitia maumivu makali katika moyo wangu. Na sijui nifanye nini. Acha tu leo nikwambie ukweli. Sabina, Mazanza unayemjua wewe sio Mazanza unayemjua mimi. Mazanza amebadilika sana kwa sasa hivi. Mazanza huyo amekuwa na majibu ambaye akikujibu hapa unaweza ukatamani uchimbe shimo ujifukie. Lakini yote kwa yote ananiona mimi kwa sasa sina mvuto kwake, na sio mwanamke ambaye yeye anastahili kukaa naye kwa kipindi hichi. Ukiacha hilo, hata ile ndoa niliyokuambia kwamba hivi karibuni atanivisha pete na tutaoana, haipo tena. Yaani ndoa kiufupi ameikansel. Amenifanya nachukia mimi mapenzi. Amenifanya ndoto zangu zote zimekufa kwa ajili yake. Nilipambana sana mpaka kufikia hapo. Pole sana shoga. Tena pole sana. Ila kama una kumbukumbu, si unakumbuka mambo mwenyewe alinikuta Tena alinikuta makubwa zaidi ya yako. Yule mimi alidiliki mpaka kunitupia vitu vyangu nje. Lakini sasa hivi tupo sawa, maisha yetu yanaenda kama zamani, tuna amani ndani ya nyumba na furaha. Unajua nimepata wapi suluhisho? Ni mwenyewe nilikuwa nalia kama wewe.
lakini suluhisho lipo. Suluhisho la tatizo lako ni Manpower Oil. Ndio suluhisho kuu la tatizo lako na ndio lilobeba kiini cha tatizo lako. Ukitumia Manpower Oil utakuja kunishukuru baadaye. Hamtokaa mzozane tena kama hivyo. Manpower Oil? Aswa! Manpower Oil ndio suluhisho la matatizo yetu. Ndo nini hicho? Hiyo Manpower Oil ndo kitu gani? Ngoja nikuonyeshe kitu shoga yangu. Ona. Hii hiyo Manpower Oil inaleta neema na riziki. Cha kwanza. Cha pili, inaleta mvuto wa kupendwa. Na kingine, inaondoa nuksi mwilini. Na vingine vingi sana shoga yangu. Tumia Manpower Oil kwa matatizo yako. Utakuja kunishukuru baadaye. Katika siku umeongea pointi na kunisaidia kama mwanamke mwenzio. Ni leo. Nikushukuru sana kwa kuja kunifungua akili kwamba kuna suluhisho langu linapatikana kwenye Manpower Oil. Sasa je, naipataje hiyo? Karibu Upside Herbalist Clinic, tiba zetu za Afrika. Hapa ndiyo suluhisho la matatizo yako. Sasa tumepata mkombozi. Manpower Oil ndiyo jibu la matatizo yako. Tunapatikana Bagamoyo Mlingotini. Wasiliana nasi tukuhudumie. Karibu Upside Herbalist Clinic, tiba zetu za Afrika. Hapa ndiyo suluhisho la matatizo yako.